Bani hapa Kunduchi na ni msiba mzito wa aliyekuwa kiongozi pale katika studio za TV pamoja na EFM. Tuko na Lulu Diva ambaye ni msanii na mara nyingi alionekana akiona karibu sana Denise. Kwanza pole na msiba, lakini pole yetu sote. Asante. Okay. Labda moment za mwisho unazikumbuka zipi, lakini ndio mambo uliishi na Sebo? Sebo nimeongea naye kama mwezi uliopita. Aliniongea naye sana, nilikuwa nahitaji ushauri wa kitu, nilikwama nikaongea. Ulikuwa unashauri nini? Mambo yangu tu ya familia, nyumbani. Ni mtu ambaye naongeaga naye mara nyingi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa naongea naye sana. Ni yapi ambayo mlikuwa mnashauriana kwenye mambo mazima sana? Sebo alikuwa ni mtu wa watu, na ukiangalia mimi hata toka naanza kuimba ni mtu mmoja ambaye alikuwa ananisupport sana. Nadhani hata kina Boss Madizo wanajua, yani wale watu ambao walikuwa wananipambania. Wananipambania, Sebo alikuwa ananipambania sana kwa kweli. Mungu kwa mrehemu. Hii imenishtua sana. Japokuwa hakuna mtu sisi kumkufuru Mungu kwa sababu hakuna aliyeandikiwa yeye ndo akutangulia. Wote tumeandikiwa kwamba tutauonja mauti, midhali ni binadamu, basi tumbo la kaburi lazima lituhusu. Namuombea tu Sebo, Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe madhambi yake. Sisi nyuma yake, yeye mbele yetu. Okay, kila mmoja anaeleza jambo lake ndio ambavyo nilishirikiana na Sebo. Lakini pia Lulu Diva nyuma pazia kuna mengi sana, utashi wake, lakini pia uyuniki wake katika shughuli zake za kisanaa. Labda kauli ambayo Sebo alikwambia mpaka leo utaishi ni kauli gani kuhusiana na kazi zake za kisanaa? Aliniambiaga tu nisipende kujifananisha na watu wengine. Alikuwa anapendaga kuniambia hivyo. Labda nikiona mwingine amepata, mimi naona kitu changu ni kidogo, na anaweza akanambia mbona jambo lako fulani umeishia sehemu fulani. Kwa mfano nilikuwa nafanya biashara ya samaki kabla sikuwa nimefungua Divana sokoni, ambapo sasa hivi nimefungua na hii. Nilikuwa nafanya biashara ya samaki, akaniambia yeye ndo alinipa wazo kwamba fungua biashara hii samaki, usiuze tu samaki, uza na nyama, uza na mchele, uza na vitu vingine. Ndio ikanipa idea ya kufungua bucha. Nakumbuka that time ilikuwa na kipindi cha corona, kwa hiyo kulikuwa hela hatupati kama wasanii hivyo, kama kufanya show nini, na nilikuwa sina biashara nyingine. Kwa nilikuwa nauza zangu tu samaki. Akaniambia wewe ukifaili hata mtaji, wewe niambie tu, mimi nikuongezee, nunua nyama, eka nyama, mchele, tafuta sehemu, kwa sababu nilikuwa nauzia nyumbani, tafuta frame, weka. Kwa hiyo yeye alikuwa anaomba sasa, wengine wanafanya kikubwa, mimi sina. Akaniambia anza na hicho kidogo ulichokuwa nacho, usitaki kuangalia mwingine anafanya ukubwa anaofanya yeye, alafu fanya na upande wako wewe. Kwa hiyo wewe ukijiamini mwenyewe utaweza. Kwa ananipa moyo sana. Na saa zingine nikiona labda kuna watu wananisema unapitia kipindi ambacho sio kizuri, kweli nilikuwa namshirikisha. Na alikuwa ananisaidia sana. Maneno yake alikuwa ananipa moyo, yananipa nguvu. Muda mwingine nampigia simu namwambia Sebo, usikate simu, nisikilize tu ninavyolia, nitoe nilichokuwa nacho moyoni. Kwa hiyo tamkumbuka semani. Okay, Diva, wasanii ni wengi sana wa kike ambao wanaimba na wanafanya vizuri. Lakini wewe ulikuwa wa pekee sana kwa Sebo kwa sababu karibu wako na yeye ulikuwa ni wa aina yake. Labda unafikiri kwa nini ilikuwa hivyo? Hapana, mimi nilijuana naye kabla sijakuwa mwanamuziki. Kwa hiyo hata nilivyoingia kwenye industry kwa tu ni rahisi kuendelea kuwa karibu, na alinisupport kwa namna moja au nyingine. Kingine Sebo alikuwa anampendaga marehemu mamangu. Alikuwa anamjua na aliwahi kuja nyumbani mara kadhaa, alikuwa anamsikiliza. Kwa hata mamangu alipofariki alikuwa ni mtu ananipa moyo sana. Nadhani hicho ndo kilikuwa kinaleta utofauti na watu wengine, kwa sababu ananijua, anajua kabisa huyu binti anahitaji faraja, na mimi nasimama kama ni moja ya mtu ambaye wakumpa faraja. Okay. Isku kama una chochote basi tu. Pole. Bani hapa Kunduchi na ni msiba mzito wa aliyekuwa kiongozi pale katika studio za TV pamoja na EFM. Tuko na Lulu Diva ambaye ni msanii na mara nyingi alionekana akiona karibu sana Denise. Kwanza pole na msiba, lakini pole yetu sote. Asante. Okay. Labda moment za mwisho unazikumbuka zipi, lakini ndio mambo uliishi na Sebo?
Sebo nimeongea naye kama mwezi uliopita. Aliniongea naye sana, nilikuwa nahitaji ushauri wa kitu, nilikwama nikaongea. Ulikuwa unashauri nini? Mambo yangu tu ya familia, nyumbani. Ni mtu ambaye naongea naye mara nyingi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa naongea naye sana. Ni yapi ambayo mlikuwa mnashauriana kwa mambo mazima sana? Sebo alikuwa ni mtu wa watu, na ukiangalia mimi hata toka naanza kuimba ni mtu mmoja ambaye alikuwa ananisupport sana. Nadhani hata kina Boss Madizo wanajua. Yaani wale wapo ambao walikuwa wananipambania. Wananipambania, Sebo alikuwa ananipambania sana kikweli. Mungu amrehemu. Hii imenishtua sana. Japokuwa hakuna mtu sisi kumkufuru Mungu kwa sababu hakuna aliyeandikiwa yeye ndo akutangulia. Wote tumeandikiwa kwamba tutauonja mauti, midhali ni binadamu, basi tumbo la kaburi lazima litukufu. Kwa hiyo namuombea tu Sebo, Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe madhambi yake. Sisi nyuma yake, yeye mbele yetu. Okay, kila mmoja anaeleza jambo lake vile ambavyo nimeshirikiana na Sebo. Lakini pia Lulu Diva nyuma pazia kuna mengi sana, utashi wake, lakini pia uyuniki wake katika shughuli zake za kisanaa. Labda kauli ambayo Sebo alikwambia mpaka leo utaishi ni kauli gani kuhusiana na kazi zake za kisanaa? Aliniambiaga tu nisipende kujifananisha na watu wengine. Alikuwa anapendaga kuniambia hivyo. Labda nikiona mwingine amepata, mimi naona kitu changu ni kidogo, na anaweza akanambia mbona jambo lako fulani umeishia sehemu fulani. Kwa mfano nilikuwa nafanya biashara ya samaki kabla sikuwa nimefungua Divana sokoni, ambapo sasa hivi nimefungua na hii. Nilikuwa nafanya biashara ya samaki, akaniambia yeye ndo alinipa wazo kwamba fungua biashara hii samaki, usiuze tu samaki, uza na nyama, uza na mchele, uza na vitu vingine. Ndio ikanipa idea ya kufungua bucha. Nakumbuka that time ilikuwa ni kipindi cha corona, kwa hiyo kulikuwa hela hatupati kama wasanii hivyo, kama kufanya show nini, na nilikuwa sina biashara nyingine. Kwa nilikuwa nauza zangu tu samaki. Akaniambia wewe ukifaili hata mtaji, wewe niambie tu mimi nikuongezee, nunua nyama, eka nyama, mchele, tafuta sehemu, kwa sababu nilikuwa nauzia nyumbani, tafuta frame weka. Kwa hiyo yeye alikuwa anaomba sasa, wengine wanafanya kikubwa, mimi sina. Akaniambia anza na hicho kidogo ulichokuwa nacho, usitaki kuangalia mwingine anafanya ukubwa anaofanya yeye, alafu fanya na upande wako wewe. Kwa hiyo wewe ukijiamini mwenyewe utaweza. Kwa ananipa moyo sana. Na saa zingine nikiona labda kuna watu wananisema unapitia kipindi ambacho sio kizuri, kiukweli nilikuwa namshirikisha. Na alikuwa ananisaidia sana. Maneno yake alikuwa ananipa moyo, yananipa nguvu. Muda mwingine nampigia simu namwambia Sebo usikate simu.